Enda sokoni sasa ananikimbilia yule mama Matiko na itu jirani. Amenikimbilia, amenivamia. Kikweli nimepigwa. Kaanza kukafua. Kikweli bana nimepigwa. Nimepigwa pale mimi. Sasa kurudishia siwezi, yule mwenzangu mkubwa. Kwa hiyo nikasema, hapa ataka nikisema nirudishie haya yangu. Mimi nikaondoka nikaenda ofisini kushtaki. Nenda kwa mtendaji, nimeelezea jinsi ilivyo. Nimerudi. Kabidi tuhitajike kwa siku ile mwenzangu akakataa. Hali gani mtazamaji wa Mtwara Online TV, nikukaribishe sana kwenye Na Nje Manga Na Nje, kwani mwana nje manga wako hapa mimi na leo nilipata fursa ya Na Nje Manga yetu kufika katika jamvi la Waswahili hapa kijiji cha Mnolela. Na lengo lilikuja kusikiliza kashikashi ama eka ya Da Salma. Yeye mwenyewe anadai alivamiwa na mwanamke ambaye ni mume wa mtu kwa kuzani kwamba yeye aidha anatoka na mume. Nikukaribisha kwenye jamvi hili uweze kujua kipi kilisibu hasa mpaka yakafikia hapa alipofikia. Hakika hii ni Nje Manga Na Nje, kwani usiondoke. Kwa majina naitwa Salma Rashidi Mapanje. Ni mzaliwa Ruokwe lakini hapa nipo Mnolela. Nilipofika Mnolela nikaanza maisha yangu tu binafsi, nikapanga chumba. Wewe ni biashara gani unaoifanya Salma Mnolela? Mimi nafanya tu biashara ya mgahawa, nauza ubwabwa, chai, nauza tu chakula. Basi katika kupanga hiyo nyumba niliyopanga, baba mwenye nyumba ana mkewe. Huyo mkewe ananisi mimi kutoka na mumewe. Sikukuu ya Eid, kabla sikukuu ya Eid ilikuwa siku ya Ijumaa. Huyo mumewe alipita mjiani, baada ya kupita mimi nikamuita, nikamsalimia, nikamwambia mjomba naomba mkono wa Eid. Lile swala la kuomba mimi mkono wa Eid lile mkewe akaisi kitu. Sasa inakuwa mkono wa Eid au kabla ya hapo nyuma kuna kitu kilikuwa kimeshawahi kutokea kati yenu, ndio maana akaisi? Amna, mimi nimemzoea, yeye amnipangisha hapa na ni mjomba wangu na ana masiala na mimi. Kwa hiyo nikaona so shida nikimwomba mkono wa Eid. Kwa hiyo ile swala kwamba mkono wa Eid mkewe akaisi kuna kitu. Jioni ananitumia message kupitia simu ya mumewe. Ananiambia sijui nisiwe na mazoea na mumewe, sijui nini kaina mbali, maana sijataona upande wangu wa pili, sijui nini. Ile message mimi sikuifuatilia kwa kweli. Kaachana nayo. Mwisho wa siku anapiga mwanaume. Ananiuliza, "Kwenye simu yako kimeingia nini?" Nikamwambia imeingia message. Akasema hiyo message mimi ametuma mume wangu. Mke wangu, ametuma mke wangu. Nikamwambia sawa. Kumbe kwao alikuwa anagombana. Usiku anapiga tena simu, "Wewe, kwani message iliyotumwa kwako ina asili ya nini?" Nikamwambia message ilivyotumwa imeonekana mimi na wewe tuna mahusiano. Kwa hiyo ananikataa. Hataki masiala na mume wake. Kaa mbali na mume. Nikae mbali na wewe. Kwa hiyo mimi nimeshangaa kwa kweli, kwa sababu sijajua kama mimi na wewe tuna mahusiano. Shida ukomba mkono wa Eid. Akaguna tu, alivyoguna akakata simu. Usiku wote tumelala mpaka tunaamka asubuhi siku ya Eid Jumamosi. Ile siku mimi mwenyewe nimekaa zangu nimejiandaa na mapishi yangu ya pilau nini. Nenda sokoni sasa ananikimbilia yule mama Matiko na itu jirani. Amenikimbilia, amenivamia. Kikweli nimepigwa. Kaanza kukafua. Kikweli bana nimepigwa. Nimepigwa pale mimi. Sasa kurudishia siwezi, yule mwenzangu mkubwa. Kwa hiyo nikasema, hapa ataka nikisema nirudishie haya yangu. Mimi nikaondoka nikaenda ofisini kushtaki. Nenda kwa mtendaji, nimeelezea jinsi ilivyo. Nimerudi. Kabidi tuhitajike kwa siku ile mwenzangu akakataa. Akuja. Mwisho wa siku tukapangiwa Jumatatu ambayo ni jana. Tumefika pale baada ya kujieleza mwenzangu akakataa, akasema mimi sijampiga, sikumbuki, na kama nimempiga aje na shahidi wake. Mimi nikasema sawa, sio shida. Leo Jumanne tumeenda pale ofisini na shahidi wangu. Baada ya shahidi yule pale ambaye niliyokamtaja yule akuja, ila sema si ilikuwa swala la uwanjani tu, watu wengi wameona. Nikaenda na shahidi mwingine. Huyo shahidi mwingine yeye ndo ambaye akiwa mkataza yeye mimi asinipige. Akashindwa, akamwacha mimi anifanyaje, anipige. Anipige bana, nikafue. Mwisho wa siku akaja, alipokuja pale akaelezea jinsi ilivyo. Akasema kiukweli wewe dada, yule mtendaji akasema wewe dada umempiga. Mpaka sasa maelezo yako inaonyesha sio sahihi. Mdada amepigwa. Kwa hiyo sasa tunafanyaje?
Ye mdada akasema alimalize tu vyovyote vile. Ila mimi swala hilo kwa siku tayari nalo, sijui mume wangu ikawa tu anajieleza sasa. Mwisho siku mimi nikataja gharama zangu. Kwenye mfuko wangu muda ananipiga ilikuwa 30,000. Nimepotea. Haya, pale pale mwenyewe nilitumia kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, kwa hiyo kama kitu cha 43. Amekubali deni, amenipa 20,000. 23 iliyobaki mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 4. Kwa baada ya sasa ili kutokea mpaka mnafikishana kwa mwenyekiti hivyo kwa mtendaji. Mumewe yeye alikuwa anasemaje? Mumewe baada ya kulileta mimi kwa mtendaji ilikuwa asubuhi ile, sijui ilikuwa ni asubuhi nilivyolileta. Jioni mumewe akanivuta. Akaniuliza. Ananiambia mimi mke wangu nimemuuliza sababu ya kukupiga wewe. Amesema yeye ameambiwa na shosti wako kwamba wewe unaishi na mimi. Nikamuuliza, yeye mwanaume anasema nikamuuliza mke wangu, una uhakika kwamba mimi naishi na yule mwali? Yeye mwanamke akajibu ndio kwa sababu aliniambia rafiki yake ndo na ninamwamini. Kwa hiyo ndo kaenda kumpiga akaitikia akasema ndio. Sawa haya. Na wewe nimekujia. Niambie sababu hasa iliyopelekea nyinyi kupigana sababu gani? Nikamwambia mimi sina sababu. Sababu ninayojua mimi ile kukuomba mkono Aidi na leo amenivamia, amnikimbilia amenivamia. Na wewe haujawahi kabisa ukaa na yule rafiki yako kaambia kwamba bwana wewe mimi niko na yule mume wa fulani? Hata siku moja sijawahi kumwambia kitu kama hicho. Na mzee naye hajawahi kujenga mazoea na wewe? Mazoea yaliyowepo labda hayo kuhusu nyumba tu, akifika pale salimia na ndani mule alimonipangisha kuna tatizo. Yaani kwangu kajavutia nani ile switch sijui vache madachi kweli. Hajavutia. Kwa hiyo mimi ukiona nampiga simu namuulizia maswala hayo. Kwish. Hatuna. Unahisi kwa nini huyo mwenye mume wake akawa na wivu kiasi hiki mpaka akafikia hatua ya kukuvamia wewe? Wewe unaona ni sababu ni ipi labda mpaka akafikia hiyo hatua? Sijajua, labda kwa muonekano wangu nilivyo labda. Akawa anaona wivu. Yes, niko busy sana. Anahofia labda mashallah. Nini? Labda kikuangalia nasema msichana mashallah ndoa yangu hapa itasalimika. Inawezekana lakini mimi sio shida zangu. Kiukweli nimeolewa mara 2 lakini sasa hivi kusema eti nikae na waza mume wa mtu. Hapana, siwe. Ikitokea mchumba sasa hizi afya Manila. Mchumba sasa hivi ana changamoto kwa sababu nilivyoolewa na nilivyokuja kuachika nimeachika kwa mambo mengine ambayo sio kusema labda nikae na mwanaume mwingine kwa sasa hivi, hapana. Mpaka watoto wangu wako. Si bora uelewe kuepusha hizi changamoto. Msichana mashallah namna yote unakuwa na hivyo na umezao wajiamini. Nipo tayari kwa sababu hapa bado kabisa sipo. Bado hapa sijalizika, mshangazi bado hajaja nyuma, kwa hiyo nikiwa mashallah nitazidi kuwaumiza. Nasikia wana nje manga. Anakwambia anajiamini. Lakini mwisho wa siku watu wanakuwa na vihoro, wana wivu na waumiza. Kwa sababu tu yani mashallah na kweli ukimwangalia mwali ni mashallah. Na nje manga bwana ina watoto wazuri. Sasa kwa kumalizia, kipi unachoweza kusema kwenye hii sakata ambalo limekukuta wewe? Na kipi unachoweza kuwashauri mabinti wengine au wake za watu waliokuwa kwenye ndoa zao? Kikubwa wawe na uchunguzi. Kikubwa wawe tu yaani wajiamini, alafu wamwangalie mume wao. Na hata kama wakiona tofauti, basi wajaribu kuweka sawa kwenye mahaba nini, kiasi kwamba yaani aweke ukaribu zaidi na mumewe, kiasi kwamba hata mume akivyomuhisi si ajabu na mwenye mwanaume akajiuliza akasema hapa nikitaka kuegesha ila ngoja kwanza nikazie mke wangu ananipenda. Una mpango wa kuhama? Huyo baba mwenye nyumba ameniambia kwamba hapo ikionekana mmeenda ofisini mke wangu sawa nakosa, lakini ikionekana toa ila yangu mimi mfukoni nalipa hoja zenu nyinyi. Hapo ukirudi na kurudishia kodi yako tafute chumba. Mimi nikamwambia sawa. Changamoto mnazokutana nazo mabinti ambao mko single kwenye majumba ya kupanga. Alafu mimi kwa usingo wenyewe ndo nimeuanza. Naona mageni, sijazoea. Sijawahi kukaa single hivi. Kwa hiyo kwa ndo naanza sijui. Nilitamani kuzungumza na yule mwanamke ambaye amekushambulia lakini yeye alikuwa anakataa. Unahisi ni kwa nini? Yule pale lazima awe na wasiwasi kwa sababu ile upendo ule anao yeye na mumewe bado taka mmoja achike.
Hicho na hofia. Iko lazima hofie, lazima hofie. Hata ingekuwa mimi lazima nihofie. Ibaki talaka moja afu niegeshe tena. Maana nijitie sijui maana nitingishe kiberiti, sio kweli. Sio kweli. Unachoweza kuambia mabinti wana Nyenje Manga wanaokutazama kupitia Mtwara Online TV? Tunawasalimu, tunawaambia washiriki na Nyenje Manga kutoa taarifa zao basi. Asante sana. Sawa. Tutarudi tena. Sawa, karibu. Kuhakikisha kama kweli umehama pale. Sawa. Kesho kutwa napigiwa simu, basi yule binti huko anaolewa na yule mzee. Subutu haiji kutokea. Sasa akisema anataka afanye kweli na wewe akuoe. Amwache mkewe. Amwache, nakubali. Amwache. Haya bwana, hii ni Nyenje Manga na Nyenje Pwani. Ulikuwa na mimi mwana Nyenje Manga wako Amina Ali ndani ya Mlolela. Hakika hii ni Mtwara Online TV, habari genjani kwako. Hadi hapo wakati mwingine tena. Chao.